Utanichosha wewe mwanamke. Mimi na mambo mengi ya kufanya. Usiniletee masuala mapenzi. Mimi pesa kwanza, mapenzi nini? Mtoto utashika. Wewe una haraka ya kwenda wapi? Unakuwa mzungumzaji sana wewe mwanamke. Kila nikirudi pale ndio maana mimi muda mwingine natoka hata wiki nzima sikai nyumbani kwa sababu yako. Lakini unachokifanya sio wewe unajali tu pesa zako alafu mimi unijali. Hivi wewe bila pesa utapendeza hivyo? Bila pesa zangu wewe utapendeza hivyo? Kwa hiyo nikae nisitafute pesa, utafute mtoto, tuone utavaa nini? Utakula nini na mtoto wako? Jamani, mbona umekuwa yani siku hizi unasamanisha pesa kushinda nini? Yaani mimi hata sijapenda. Wewe mwanamke unataka kunichosha sana. Kila siku pepele. Mimi kichwa kinawaza pesa, sio mapenzi. Umeona? Pesa kwanza. Masuala mimi bila pesa siwezi kuishi. Hii kichwa inawaza pesa tu, mapenzi. Kwa masuala ya mtoto na vitu kama hivyo tulia. Au kama vipi tutajua. Kama mtoto tutapata baadaye, sio safe. Umenipata sasa? Umenielewa? Sawa. Na ukiendelea hivi mimi na wewe tukosane vibaya sana. Mimi sipendi ya masuala kurudia kila siku. Sawa? Sawa, lakini usisamanishe pesa kushinda mimi. Na mimi nataka unijali. Kwa hiyo nikae nyumbani sasa nisiende kutafuta pesa. Yaani naenda kazini narudi na nikuta hapa. Ngoja kwanza una simu imeingia hapa natoka. Na naweza nikarudi au nisirudi. Kwa hiyo wewe elewa hivyo, mimi nipo kwenye mchakato wa kutafuta pesa. Umenielewa? Jamani na maisha mimi na. Kwa ndio hivyo. Mimi natoka hapa nipigiwe simu atakuwa niondoke hapa. Una shida utanicheki hewani. Umenielewa? Sina muda kabisa. Lakini mimi sikupendwa, maana wakunipenda taki kunipenda bado simoni. Unahisi ni nani atanipenda? Binadamu tumeumbiwa madhaifu, unafanya vingi ukijua mimi dhaifu. Tatizo hisia moyo wangu na uchoma, nipumzishe kiama Nyasa. Ni mkate ule na kumbe wapo na kujua zaidi yangu mimi. Mkate ule mkosha. Maana jinsi nilikuwa. Wewe nitajua cha kufanya mwenyewe kwenye akili yangu. Hiyo ni pesa, umenifunza mengi. Unaleta furaha, maumivu karaha. Wewe pesa wapatikana wapi? Hiyo inayonitesa na kuninyima utu. Pesa inaondoa utu, mambo yamebadilika. Mchana umekuwa kama usiku, yanayoendelea yanatisha. Dunia imeinama, binadamu kama mnyama. Jambo la kuana limekuwa kama sinema. Pesa inashika sheria, maana upendo unanunuliwa. Bila pesa hujiheshimiwa, jamani. Hiyo ni pesa, umenifunza mengi. Unaleta tatizo pesa, tatizo noti balia, tatizo pesa, tatizo noti nasema na kama pesa kasha chukua tisha, na kama pesa kasha chukua tisha, na kama pesa kasha chukua tisha, na kama pesa kasha chukua tisha. Una pesa. Una pesa. Sasa vipi mwanangu? Wewe ndio nikuulize vipi? Ndio pesa yuko? Ndio pesa. Eleweka.
Namba ya nyumba au vipi jamani? Kuna mambo yenyewe. Yaani unamuulizia Doni Mapesa alafu hapa umenikuta mimi. Ase jamaa, wewe ni mzima? Samani unamuulizia Doni Mapesa? Doni Mapesa. Kumbe. Yeah. Samani hii nyumba ilishauzwa tangu siku nyingi sana hapa, yani ndio nimenunua mimi. Tena. Ebo. Nyumba imeshagauzwa? Doni Mapesa auze nyumba. Yani pesa inaondoa utu, mambo yamebadilika, mchana umekuwa kama usiku, yanayoendelea yanatisha. Dunia imeinama, binadamu kama mnyama, jambo la kuana limekuwa kama sinema. Pesa inashika sheria, maana upendo unanunuliwa. Kaka za saizi. Salama, kwema? Kwema. Karibu tu. Asante. Nahitaji nini? Tunahitaji biskuti zile ndogo ndogo za 500 na soda ya 500 vita. Hivi hapa. Karibu sana. Hello. Msubiri kidogo. Oh, wow. Wow. Leo imekuwa ni siku njema sana kwangu. Kutana na watoto warembo kama nyinyi. Habari zenu kwanza? Samahani Doni Mapesa, tulikuwa tunawahi sehemu, tulikuwa tunaomba tuache twende. Oh, binti. Unapozungumza na Doni Mapesa kama mimi, upasi kuwa na hofu. Shida yako wewe nini? Kama ni pesa, pesa hapa ipo. Na nikitaka hata sasa hivi naweza nikagiza rent ikashuka. So please, tulia. Umekutana na mtu mzito sana. Na inawezekana leo ikawa ni bahati yako katika siku zote ulizoishi hapa duniani. Kengo Edita, usimwone mtu huyu hapa. Anathamanisha sana pesa kuliko utu. Usimwone ni mtu mzima hivi, lakini ana akili za kitoto sana. Oh shit. Wewe binti. Unajua unazungumzia mtu mzito hapo. Muogope sana nani Doni Mapesa. Mimi sio mtu wa kawaida. Na maisha yangu najitambua. Afu istoshe maisha sasa hivi mchezo pesa. Nenda kokote pale. Bila pesa utoboi. Kwa Doni Mapesa pesa ipo. Hebu tulia. Nyinyi mnataka kitu gani? Wote wawili sasa. Mnahitaji nini? Sema, funguka. Mara sijui nini haraka mnaenda wapi watoto wazuri? Mchezo pesa. Mtakosa. Hasani, tuko bwana. Nakuona mzee umejirelax kinyama. Niache kutulia, niko na shemeji yako hapa. Mazingira tu yenyewe yanaruhusu uweze kutulia kwa hivyo ila unyama. Nielekeze. Sasa na unakumbuka kuna muda nilikupigia simu? Yule mshaji bwana anahitaji tufanye kazi. Kwa kama vipi ni tunaweza tukapata muda tukazungumza naye afu mambo yakakaa sawa. Okay, sawa. Ngoja basi jaribu kumshirikisha na mpenzi hapa. Sasa mtu hapa unaona sana. Kuna issue fulani hapa nataka kuzungumza na sisi. Issue gani? Tujaribu kumsikiliza basi. Sawa. Au unasemaje?
Haina shida, tunamsikiliza. Okay babu, ongea, haina shida, wewe ongea tu usijali. Karibu ongea. Ni issue serious kidogo kama unavyojua. Yule mshikaji amemind kujoin na group letu. Kwa isingekuwa vema kama tusingempa muda wa kumsikiliza, afu tukajua na yeye ana nini, amekuja na nini. Huenda mwisho wa siku tukashirikiana, afu tukafanya kitu kizuri zaidi ya hiki ambacho tunakifanya. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana experience, nishafanya naye kazi kipindi cha nyuma, yuko fresh. Mchongo huo ndo nimekuletea. Kwa sijajua wewe utanipanga vipi, lakini najua kila kitu kitakuwa sawa. Oh, wow. Haina shida kabisa, nishakupata. Sasa mtu sama tusikilize, sini bado zinaendelea. Hello guys, kwa majina naitwa Samuel Daniel Masunga, ukipenda niite nani? Salumu. Au Ngosha family mwenyewe hapo. Bwana, leo nimekuja kwenu hapa mbele ya kamera, nataka niwaambie kitu. Bwana, sisi tunapenda sana kunyanyua vipaji vya watu. Then kwa watoto, watu wakubwa. Na watu wengi wanatuulizia sana, mnapatikanaje? Bwana usichoke. Ingia YouTube, andika Ngosha Family. Hakikisha hii sura unaiona hii mwanangu. Kuna wengine sasa hivi wakina Ngosha Family wamekuwa wengi sana. Wamekuwa ni wengi sana. Wewe ukiona hii sura usichoke. Chakukwambia natakia namba nisiwatajie wewe. Bwana, tunapatikana kwa 06 80 81 29 90 au 06 58 87 36 98. Bwana, kipaji changu ndio utajiri wangu. Ndio hivyo. Msichoke tena kutufuatilia, ingia YouTube search nani? Ngosha Family. Mepoa. Soja. Search nani? Ngosha Family, unatupata. Big up sana. Njoo chapu basi hapa magetoni. Nakusubiria. Fanya hapa. Changanya pile feki kwanza. Babake wataniua. Kwa hali kama hii kabisa hii. Bishi wangu sio itakuwa nini? Haya bwana, nijaribu kucheka akiba, sijui itakuwa. Huyu ananitaka. Jamani. Sina hata pesa. Lakini mademu kibao. Ndio ni mapesa naye. Text gani lazima tu. Wewe mambo. Wifi? Imetokea wapi tena hiyo wifi shoga? Sasa unashangaa nini hapo wifi? Nimeshangaa kuniita wifi shoga. Kwani wifi? Kipindi cha nyuma muda mimi nakuambia kuhusu Salumu. Ulikuwa unielewa? Nilikuelewa lakini sasa mimi bado sijaelewa hapo. Hii wifi imetokea wapi? Imetokana na Salumu. Imetokana na Salumu? Ina maana Salumu ameshakukubalia au? Ndio hivyo. Unadhani ataanzaje kukataa? Nimembembeleza mwenzangu. Kwa sasa hivi niko kwenye kazi jipya na pambana nalo mwenyewe. Kwa nini shagangu alikukubali? Nimempa moyo wangu, kuna kingine kipi jamani? Ni moyo wangu tu na maneno yangu ndio amenifanya anisikilize. Sasa ongea.
Asante shoga yangu. Kwa sasa hivi mambo ya shoga hamna ni. Hongera shoga yangu. Hivi nikuulize swali? Ndio, unaweza kuniuliza tu. Ile deni la pesa ni nani kwako? Maana mimi sielewi. Kwani hivi umesahau nini kuhusu deni la pesa? Ile si shogo zake tu. Mimi hamna kitu chochote ambacho kinaendelea mimi na deni la pesa. Sinakumbuka mwenyewe siku ile alikikuta hapa akaanza kuleta shogo zake za kunifahamu. Lakini hamna kingine kinachoendelea. Mbona kama vile nakufuatilia sana? Mimi hata sielewi. Ile ni pesa zake ndio zinazompa kiburi. Hivi unadhani kwa zile pesa zake labda mimi anaweza kaniteka labda? Hapana. Yaani hicho kitu hakiwezekani. Tena ikiwezekana naenda kumsemea kwa hani wangu. Bila shaka unamjua binamu yako akili zake zilivyo. Moja haikai wala mbili haikai. Akili zake ni zero, anazijua mwenyewe peke yake. Okay, haina shida hivi. Watu na mabebi zao. Ndio habari ya mjini, lazima nimwambie, sitaki kusumbuliwa na mtu mwingine zaidi yake. Sawa hivi. Kama hela hapo umefika. Ngoja niangalie akiba changu. Sawa. Si uhakika nikitoa hela hakika. Zingatia. Subiri kwanza nipige meni kuimbishe nini hizi hela wewe? Tatizo ni pesa, kwa hiyo mkono mtupu au lambi wa kwangu na ulamba. Kwani na kitu? Sina, wanasema kama mkono mtupu au lambi wa kwangu na ulamba sasa. Haya. Acha maneno mengi. Niambie. Imefika na imezidi. Nazingatia huko. 100,000 hiyo. Kwa kweli ipi? Siko poa. Give me money. Give me money. Kienda tu kwa mganga akirudi. Haiwezekani. Hapo upo kwangu. Kwa mganga akirudi. Hapa upo kwangu. Hata kama nipo kwako. Haitakiwi kuleta mambo ya longo. Give me money. Sikupi. Basi kama unipi unajua ukija kwangu unajua. Toka leo huko ndo unakuja leo umenimiss. Nimekumisi kinoma noma. Wewe ulikuwa unataka. Nimekumisi kinoma noma. Mambo mengine nakueleza nini uko getoni hapa sasa nini hizo shida? Si ndio nimekuambia siko poa. Tula basi hapo. Sina maneno mengi tu hapo kitanda. Siko poa. Wewe upo poa, usipo poa leo tutajua huko kama upo poa au haupo poa. Tula kitandani. Hauelewi au? Mimi sielewi. Tula kitandani hapo. Mimi nishapika vitu vyangu hapa, nilipokupigia simu kwamba nakuja, nikaenda nikahemea karanga, nimehemea karoti. Nimepiga mavitu yangu huko mimi naelewa kwa sababu nakuja hapa. Kwa hiyo down. Elewa basi. Wewe kama uko sawa usiniambie hivyo. Mimi hapa nishapika vitu vyangu, nimekula kilo 2 za karanga, nimeganga bichi. Kilo 2? Kilo 2 kabisa, mimi sinajua nakuja. Utajua ujui. Kwanza mimi nafanyaje sasa? Nimeshakula 2 nikanga. Sina cha kukusaidia. Nisikilize kwanza basi, sawa? Usivute maneno haya. Haujaelewa nilichokwambia. Yaani sijui tu nani alinishauri kwenda kununua karanga. Mpata joto langu hapa joto wewe joto limepanda wapi? Mbona hamna upo tu kawaida? Sikia basi nihudumie basi nisikilize kwa makini sana. Hapa mimi nasema kweli. Nimekula siwezi kuliza karanga. Nikaenda nikanunua nazi 10 nikakula.
Nisikilize, nikanunua karoti za 5,000 nikala. Mihogo nimenunua mihogo ya 5,000. Nimekula vitu vyote viko tumboni. Sasa kwani unafanyaje yani? Kama nilivyokuambia. Basi ina shida. Nitaenda kusova hata kule kwa Nashi kule kwa nani? Nani? Baba umesema hapo sawa basi jichekeche. Jichekeche basi nini sasa jichekeche umeshakataa. Sitoki. Kwenda kama utoki tu hapo sasa. Sifanyi chochote. Basi nenda basi. Siendi. Uniambie ni nani? Nenda basi. Kuna mabaki yani na oye shabulugiga nampigia Latifa. Lakini mimi sikupendwa, maana wakunipenda taki kunipenda, bado simoni. Unahisi ni nani atanipenda? Binadamu tumeumbiwa madhaifu. Unafanya. Hello guys. Nizungumza hapa ni Ngosha Family. Nipenda nite Salum Samuel Daniel Masunga na nipata. Mimi ndo mwandishi wa hii series Tatizo Pesa. Wao wadau mnaonifuatilia, sina budi kuambia msichoke. Vijana tutakaza buti, na ingine naomba msichoke sana kunifuatilia. Ingia YouTube, andika Ngosha Family, unanipata. Kitengo mwenyewe hapo, kapteni. Ndio ni mapesa hapa. Mabai from Usure. Katika movie ya Tatizo Pesa nimecheza kama Taita, mtu fulani hivi mwenye maisha fulani ya tofauti sana. So msichoke kufuatilia hii movie, ni movie moja nzuri sana, inaelimisha, inaburudisha na inasisimua pia wasanii wako. Kwa majina yangu naitwa Latifa Musa, lakini pia kwenye movie nimecheza kama Latifa Musa. Tunahitaji support yenu nyinyi wasikilizaji, watazamaji wa movie ya Tatizo Pesa. Usikate tamaa ya kutufuatilia. Tunahitaji support yenu sana, lakini pia tunawaahidi kuwa na sisi tutajitahidi kadri ya uwezo wetu, tutafanya vizuri na zaidi. Kwa jina naitwa Mr. Asmani hapa. Ukinipata kwenye movie yangu naitwa 145 Kitengo. Hisia za katuni, tabasamu la mdoli. Ndio mimi hapa. Mambo, kwa majina naitwa Zainabu. Nimecheza kwenye Tatizo Pesa, nimecheza kama mke wa Musa Asmani. Kwenye Tatizo Pesa nimecheza kama soja. Kabaji. Kikata vibata na kushusha au sio? Kwa majina naitwa Rita Bahati. Katika hii movie nimeigiza kama Rita. Naomba sana watazamaji wetu msisahau kutufuatilia. Mimi hapa kwa majina naongea Frank John, kwenye movie ya Tatizo Pesa nimeigiza kama Ezekiel. Yes, msisahau kutufuatilia. Kwa majina naitwa Musa, kwenye movie nimecheza kama MM. Pia na wasisi sana mashabiki zetu wote mnaotuangalia huko mitandaoni, karibuni sana mtuangalie. Kwa majina naitwa Ali, ila kwenye hii movie nimecheza kama niga, mzee wa kukaba. Kwa majina naitwa Shafi Salimu Hassan. Kwenye hii movie nimecheza, jina langu nilo Shafi Salimu Hassan. Ila sichoka kutufuatilia. Majina naitwa Mkoma. Kwenye movie nimecheza kama 32. Pia usisahau kusubscribe YouTube Ngosha Family. Like, comment, share kwa marafiki. Lakini pia msisahau kutusubscribe pale YouTube. Andika Ngosha Family Film. Tunahitaji msifuatilie sana. Usisahau kusubscribe account YouTube Ngosha Family Films. Like, comment and share together.
Usisahau kusubscribe. YouTube tunapatikana kwa jina la Ngosha Film Production. Usisahau kulike na kushare. Andika, ingia kwenye YouTube hapo, andika Ngosha Family utatupata. Usisahau kusubscribe. Subscribe. Rudia. Subscribe. Ngoja, hii hapa itakuwa behind the scene. Usisahau kusubscribe. Subscribe. Ongea. Ongea. Usisahau kusubscribe na kucomment kwenye channel yetu YouTube ya Ngosha Family. Usisahau kusubscribe hapo YouTube. Na mengineyo mengi yatakayofanyika. Usiwaze sio hii tu. Ni mwendo kwenye YouTube andika Ngosha Family, lakini pia usisahau kusubscribe, like, comment. Ya utatupata hapo, lakini usisahau kuna ngoma nyingine inakuja hapo sio muda mrefu sana. Subscribe na comment, andika nenda kwenye subscribe family. Rudia. Yes, nenda YouTube andika Ngosha Family, usisahau kusubscribe na comment. Yes, kuna mengineyo yanakuja makali zaidi haya. Usisahau kusubscribe, like na comment na mengineyo yafuatayo. Ila usisahau kusubscribe na mengineyo pia. Usisahau kusubscribe. Rudi hapa. Soja ngoja. Subscribe. Haya, mwambie ulibu na mpoza. Subscribe. Yeah.